Habari ya Mwijaku kutoa maoni yake juu ya sakata linaloendelea ndani ya record label ya Konde Music. Kama unavyofahamu, Ibra anasema kwamba anadaiwa bilioni 1 na Harmonize ili aweze kutoka Konde Music. Sasa Mwijaku yeye alisema kwamba Ibra anachosema ni uongo, Harmonize hawezi kufanya kitu kama hicho kwa sababu Harmonize mwenyewe alishawahi kupitia mazingira ya kulipishwa faini kubwa ya kulipia milioni 500 kipindi anatoka pale WCB. Hivyo hawezi kumfanyia kitu kama hicho Ibra kwa sababu walikuwa wanaishi kama ndugu, lakini pia Harmonize hana roho hiyo. Sasa alifunguka vitu vingi Mwijaku, kama review video ya hapo mwanzo nilikuwekea hapo kila kitu. Sasa ujumbe ukamfikia Ibra, na Ibra yeye akamjibu Mwijaku na kusema kwamba hajui kitu chochote ambacho kinachoendelea, alafu pia siku zote Mwijaku yeye ni upo upande wa Harmonize. Kwa hiyo ni kwa namna yoyote atamtetea, lakini pia amefunguka vitu vingi sana. Huyu hapa Ibra, msikilize. Ukimwona mtu anazungumza hivyo huwezi kujua, lakini mimi ninachoamini Mwijaku ana ukaribu sana na Harmonize. Hajanisikiliza mimi pia, kasikiliza upande mmoja. Na hata hivyo anavyoambiwa eti sijui Harmonize alitoa budget sijui ya copy and paste, ni swala la uongo, kwa sababu ni uongo, ni uongo. Na kama anaweza yeye Harmonize, kama kweli ana uhakika, atoe au aongee chochote. Simtumi kuongea kwa sababu ni bro, ni mtu ambaye anamheshimu. Aongee chochote, kwa sababu leo mimi naongea hivyo kwa sababu mashabiki wengi wa Harmonize wananiona labda mimi ni snitch, labda na snitch mzee, au sitaki kubaki na yeye, sitaki tena kufanya kazi Konde Gang. Lakini sio ndo ambavyo ilivyo. Ni wampuuzie Mwijaku kama wanavyopuuza vitu vingine, kwa sababu alichokiongea hakina ukweli ndani yake. Hata leo pia nimewashukuru pia Watanzania, nimepost muda sio mrefu kwa sababu hela alichanga na wengine wanaendelea kuchanga. Haikuwa hela nyingi sana, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu hata hiyo hela iliyopatikana imenisaidia. Leo mama yangu anaweza akaruhusiwa kati ya kesho kutwa hapo au siku au next week, kwa sababu alikuwa ni mgonjwa, amefanywa upasuaji kwenye ziwa lake la upande wa kulia lilivimba, kwa julikani kama ni kansa au ni nini, kwa hatari ameshafanywa upasuaji. Namshukuru Mwenyezi Mungu, amenusuru maisha ya mama yangu. Hela ilikuwa inachangishwa kwa sababu ya hela ifike pia mengine yaendelee. Lakini mzazi kuterminate mkataba, lakini mzazi ni kitu cha umuhimu sana. So hela ile ikapatikana kwa sababu nilikuwa nayo mimi the first time. Nimeamua kumsaidia mamangu kwanza. Kama itapatikana ya kuterminate mikataba tutaterminate, kama itashindikana basi watabaki na wanachoona kuwa ni haki yao. Nitavizungumza kwa sababu vitu vingine ndio tutazungumza wakati viko nje ya uzungumzaji pia. Namshukuru Mwenyezi Mungu, nimepata baadhi ya watu na nimekaa baadhi ya watu viongozi wa serikali walinipigia wakanishauri kuniambia kwamba alitakiwa kwenda hivyo linavyoenda, kwa likifika kwenye serikali zitakuwa ni nzuri zaidi. Na namshukuru Mwenyezi Mungu, nimefika, nikapelekea barua BASATA, so far kila kitu kitakuwa sawa.